tuweze kuliombea taifa letu, kumwombea Mheshimiwa Rais na hata chama changu cha Mapinduzi. Baada ya maneno hayo, ninajua muda si rafiki sana. Nitasema kidogo ili tuingie kwenye tendo lenyewe la kuweza kuombea taifa hili. Ndugu zangu, neno amani ni dogo sana ukilitamka. Lakini amani inapovunjika au kuvurugika ina athari kubwa sana kwenye viungo vya binadamu. Lakini ina athari kubwa sana kwenye maendeleo na uchumi. Lakini ina athari kubwa sana hata wale tunayemwamini Mungu kuingia misikitini na makanisani. Nini maana yake? Amani imebeba adhima kubwa ya vyote tunavyoviona hapa. Unachokiona kinatembea kwa utulivu, iwe ng'ombe, iwe kuku, duka limefunguliwa, watu wanatibiwa kwa amani, nyasi haziungui moto, sisimizi haziteketei, ni kwa sababu amani ipo. Amani inapotoweka, athari yake kubwa inaumiza hata vile ambavyo havistahili kuumizwa. Amani ikipotea, nchi yetu ikaingia kwenye machafuko, tukaanza kupigana, hata ng'ombe watapigwa risasi ambaye hawana hatia. Lakini hata mbwa tunayemtunza kwa kumpa chakula, hutokumbuka kumpa chakula mbwa wakati unasikia risasi zinapigwa huko, na mbwa wako atashinda na njaa. Lakini wako wadudu wadogo mahala pakiungua pale wanakufa. Kwa hiyo athari ya machafuko ina athari kubwa, hata vile vitu ambavyo havikustahili kuumia vitaumia. Kwa hiyo tunapoombea taifa hili tunaponya vitu vingi sana, hata ambavyo vilikuwa havijui vinatembea, lakini leo mnakwenda kuviponya. Nini maana ya machafuko? Mataifa mengi yamekuwa yanachafuka hasa kwenye nyakati za uchaguzi, panapofikia kwamba baadhi ya watu wanatumika vibaya, aidha wanataka madaraka kwa nguvu. Taifa letu la Tanzania ni taifa lenye vyama vingi. Lakini mara nyingi nimeendelea kusema vyama vingi mimi binafsi navipenda sana. Kwanza viko kisheria, lakini demokrasia kuwa na vyama vingi. Shida iliyopo vilikuja mapema kabla hatujaelimika. Hiyo ndo shida iko pale. Wengi tunatambua tunavyo vyama vingi, lakini kufahamu maana ya vyama vingi ni nini, wengi hatujui. Na hiyo ndio shida inaweza kusababisha kuleta machafuko. Vyama vingi kazi yake kubwa ni kunadi sera, nini kitamfanyia mwananchi. Lakini sisi kwa Tanzania huwa hatunadi hiyo. Tunakosoa vilivyofanyika na hatusemi vile tutakavyofanya. Lakini wachache wasio na uelewa wanamwamini anayekosoa ambaye hajafanya chochote, ndio wanaona huyu ni mbora. Wanasahau yule wanayemkosoa ndio kakuletea ulichonacho. Sasa hii kwa watu wenye mitazamo mepesi ndiye wanaweza kuleta hali ya mabadiliko ya machafuko, kwa sababu wanaleta maneno ya kujaza sumu kwa wale wasio na uelewa, hata kuichukia serikali, kuwachukia viongozi walioko madarakani, hata kuwachukia baadhi ya viongozi wa chama. Sasa kitu hicho ndicho kinachoweza kuleta shida kwenye taifa letu. Lakini watu walio wengi wenye kutaka madaraka kwa uongo, watakapoingia kwenye dhamira ya madaraka huwa hawafanyi chochote. Na pale tutakapoanza kumtoa kwa sababu hajafanya chochote, ndipo tutakapoanza kugombana naye.
na ndipo machafuko yanaweza kujitokeza. Kwa hiyo hili